Kuna vitu ndani. Sasa kwa nini kujitesa? Roho Mtakatifu akiingia ndani yako huwa anasamehe, na Roho Mtakatifu huwa anaachilia. Kwa nini kinatokea? Inatokea ni kwamba sasa mtu hajiachilia mbele za Bwana, kwa Roho Mtakatifu, mimi sina roho ya msamaha, naomba nifanyie wepesi ili niweze kuachilia. Kinyume na hapo inakuwa ni changamoto. Sasa nimeandika hapo, tusome hii Misali 11:17. Misali 11:17. Biblia inasema, mwenye rehema uitendea mema nafsi yake, aliye mkali hujisumbua mwili wake. Sikiliza. Mwenye nirulie 17. Mwenye rehema uitendea mema nafsi yake, aliye mkali hujisumbua mwili wake. Nini? Maanake wewe kama una rehema, maanake ni hasira. Utakuwa muda wote mtu wa gazabu. Sema nini? Pressure unaweza kupokea. Unakuta mtu ana hasira mpaka uso umebadilika, mpaka macho mekundu. Maanake nini? Biblia inasema hivi, unausumbua mwili wako, unautesa mwili wako unausesha mwili wako, unauharibu. Kwa maanake nini? Tupenda rehema ili mwili wako uwe safi, usisumbue mwili wako. Mtazame Bwana. Roho Mtakatifu umesumbua mwili wako muda mrefu, maana hasira imejaa ndani yangu. Roho Mtakatifu tengeneza mwili wangu. Kuna mtu anakuwa ni mkali mpaka anabadilika akili yake. Nini kinatokea hapo? Hapana rehema ndani yake. Ukoni mtu namna hiyo, maana umekosa tunda la Roho Mtakatifu. Maana nini? Anza kutengeneza la Mungu, anza kuimarisha. Maana kwenye rehema nafsi yako inakunenepeshia. Unafanyaje kwa sababu? Unaona star. Lakini unakuwa ni mkali muda wote hasira. Muda wote, yaani wewe ni mkali tu, muda wote hasira, wewe utazeeka. Na usipozeeka utaingiliwa na pepo. Sababu unasumbua mwili wako utaingiliwa. Mwili wako utavamiwa. Sababu mwili wako unausumbua, unapa vitu ambavyo havitakiwi. Wewe sio siku nyingi tunapoteza. Sema jamaa tulikuwa naye vizuri, alikuwa ameokoka vizuri, alikuwa yule muamini mzuri tu, lakini kaanguka pepo. Kwa nini? Ni mtu wa hasira, kausumbua mwili wake. Sasa muda wote ni hasira. Sasa muda wote ni gazabu tu. Muda wote mtu mwenye kununa, anajinunisha tu muda wote.